It is a great honor to be here. Dar es Salaam campus comes a long way. And to see this amount of people in this room and other subsequent rooms, it is a great honor. And we're very happy and very proud to be here. So may I take this opportunity again to welcome you all. This shows your attendance today, shows that level of commitment. If you go to social media, there's so many stories about how to succeed. And it appears as if the objective of life is to make a lot of money. So when you go to social media, everything is about how to be rich, how to make money, how to do this and that. I'm not going to go down that road. But one thing is for sure. Kwa jina naitwa Dr. Kelvin Juma, ni mkuu wa campus ya Dar es Salaam kwa chuo cha uhasibu Arusha. Campus ambayo imeanza mwaka 2019, inatoa masomo katika maeneo ya diploma, cheti, degree na masters. Lakini kwa leo nimependa kuzungumzia kwamba tumeitisha hii conference kwa ajili ya kutoa nafasi kwa wanafunzi wetu wa masters ambao wanategemea graduate mwezi Desemba waweze kuleta machapisho yao kwa maana publication kama requirement ya ambayo TCU inataka kwa wanafunzi wa masters. Kwa hiyo siku ya leo watatumia fursa hii kuwasilisha mada zao na pia tutatoa nafasi ya watu kuchangia. Lakini pia muelewe kwamba hizi mada wanazozitoa nyingi zinatoka kwenye jamii, matatizo ya kijamii, shughuli za kijamii. Kwa hiyo at least wanaweza kujadili kwa upana na kutoa suluhisho katika jamii yetu. Mimi naitwa Profesa Elemani Sedeweka, ni mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha. Hiki ni chuo cha serikali cha makao makuu mjini Arusha, lakini tuna campus 6: Dar es Salaam, Arusha yenyewe, Manyara, Dodoma, Songea na Geita mjini Kongo. Sasa chuo chetu kinatoa kozi mbalimbali kuanzia ngazi ya cheti mpaka masters, na kwa kozi za masters mwanafunzi akishamaliza masomo yake anafanya tafiti. Na anapofanya ile tafiti akimaliza inakuwa kwa maana ya chapisho, dissertation. Baada ya pale anatengeneza andiko la kitaalamu kwa maana ya paper, na sheria zetu zinamtaka aweze kupublish. Sasa ile academic process yetu inaendelea mwanafunzi baada ya dissertation mpaka ambapo ata publish paper yake. Sasa kwenye mazingira ya kupublish, kwenye lugha wanasema publish kwa maana ni kitendo kilichotendeka tayari, inakuwa ngumu kwa wanafunzi kuweza kufikia hicho kigezo, kwa maana ya kwamba kituma paper kwenye journal ni kwa muktadha wa lile journal kukamilisha mchakato na kusema kwamba hii paper imekuwa published or not. Hata hiyo maana yake wanafunzi wasingemaliza kwa wakati. Kwa hiyo tukasema tutengeneze conferences ambazo zitawapa wanafunzi mwanya wenyewe sasa kuweza present paper zao, na hii taalamu tunaita academic democracy, kwa maana kwamba baada ya wewe kukaa na supervisor wako sasa unaileta katika jamii. Lakini kabla hujapeleka kwenye hadhara kubwa, unaiwasilisha kwenye hadhara ndogo. Sasa ndio conference ambapo wenzio na wataalamu wenzio wanauliza maswali, wanakuchallenge hapa na pale. Baada ya pale unaboresha, ukishaboresha sasa ndio unatoa chapisho la mwisho. Na sisi kama chuo tunatoa kwenye kitu kinaitwa conference proceeding. Baada ya conference tunatengeneza, baada ya kufanya marekebisho yale tunatoa chapisho moja. Sasa hii ni muhimu kwa sababu gani? Kwa sisi kama chuo, hiyo ni mandate, ni malengo yetu kama chuo kuhakikisha kwamba tunatoa ushauri wa kitaalamu katika jamii. Kuna vitu vikubwa lakini kuna vitu vidogo kabisa. Kwa mfano, nitolea mfano tu, mtu anaweza kufanya tafiti ya jinsi gani mama lishe kwa kutumia mapato anayoyapata akaweza kupangilia na kuweza kuendesha familia yake, na ile familia yake ikakua, na utakuja kukutana naye mwakani ukute ile biashara yake imekua. Sasa hiyo ni tafiti ambayo zinafanyika na wanafunzi, na matokeo ya ile tafiti yanaweza kusaidia familia za Tanzania kwenye kuboresha maisha yao. Lakini kitaifa inapelekea sasa baadhi ya tafiti zetu zinakwenda kushauri mabadiliko ya kisera ambayo yatapelekea sasa sera bora ambayo itaendelea kuchochea na kutengeneza uchumi wetu, na tunategemea Tanzania ambayo tunaiona inakuwa vizuri itaendelea kukua vizuri. Majina yangu naitwa Consolata Clemence Asenga, ni wanafunzi wa masters ya Human Resources Management. Niko hapa chuo cha IAA na nimefurahi kweli kwa elimu ambayo tunaipata kutoka kwenye chuo cha IAA.
na tunasema IAA next level, na kweli ni next level kwa kiwango cha elimu ambayo inatolewa kwenye chuo hiki. Na kwa sababu sisi tunaojiunga hapa pia tunapata shuhuda kutoka kwa wanafunzi wengine wenzetu ambao wengine ni wafanyakazi ambao tunakutana nao huko makazini na mahali. Kwa hiyo IAA ni chuo ambacho kinajieleza, na kutokana na elimu hii ambayo pia wameanzisha, kuna wanafunzi ambao wanasoma physically kwa maana ya kwa uwepo wa moja kwa moja wanaingia darasani, lakini pia kuna wale wa blended kwa maana ya kwamba wanasoma online. Kwa hiyo imekuwa ni chuo ambacho kinawafikia watu wengi sana, na kwa elimu ya kiwango cha hali ya juu ambayo kwa sababu IAA ni chuo ambacho kinatarajia kuwa chuo cha kimataifa, inasaidia pia watu wengi kuweza kuelimika na kupata elimu, kwa sababu lengo kubwa la elimu ni kuweza kuhakikisha kwamba tunatumia utaalamu na maarifa tunayoyapata darasani kuweza kuendana na mazingira tulionayo. Na tunapoona katika dunia ya sasa ni fast pacing, yani ni dunia ambayo inaenda kwa kasi na tuko katika teknolojia kubwa. Kwa hiyo kama unahitaji kwenda mbali, lazima uweze kuhakikisha kwamba una uwezo wa kufanya vitu kwa kutumia mifumo ya teknolojia, kitu ambacho kinafanyika pia na IAA. Na sisi wanafunzi tunapata elimu bora pia, na wale ambao wanaosoma blended pia wanafikiwa kwa kiwango kikubwa, na wanafikiwa watu ambao wanasoma blended wako katika mikoa mbalimbali ya Tanzania, wanaweza kupata elimu hii pia. Kwa hiyo hii inasaidia watu wengi, sio tu sisi ambao tuko Dar es Salaam au walioko Arusha au walioko Dodoma, lakini ni watu hata Mtwara. Unakuta mtu anasoma na anafanikiwa kumaliza elimu yake ambayo ni elimu bora inayopatikana kwenye chuo cha Institute of Accountants Arusha, yani IAA. Asante sana.